Naisi nina mkosi, hayo mabala nani wa kumpa lawama. Nyumbani hali duni, hata kula yetu labda tumwachie Maulana. Heka heka. Hivi Mariam, dada yako bado hujampata tu? Nimempigia hapa na anapokea simu zangu, lakini nimeshamtumia ujumbe tayari. Kwa hiyo anajua kabisa niko hospitali. Haya, sawa. Habari za asubuhi. Salamu. Marhaba. Karibuni. Asante. Yule binti uliyeniambia jana ndio huyo? Ndio. Asante. Najua na wageni lakini sijajua kama ni nyinyi. Kumbe mmeshafika. Ndio. Basi tunaweza tukaenda. Sawa. Binti. Wow, nimekuharibia usingizi eti? Hamna. Pole, umeamkaje mpenzi? Nimeamka salama. Unajisikiaje? Najisikia vizuri. Ile hali haijajirudia tena? Haijajirudia tangu jana. Mungu ni mwema. Tangu jana hakuna kinachoendelea. Haitajirudia tena. Dawa si unatumia vizuri? Nazitumia vizuri. Na mwili kwa ujumla unausikiaje? Mwili uko sawa tu. Vizuri sana. Mimi nilikuja kukusalimia, kujulia hali na naona uso umechangamka. Sawa, nashukuru sana. Haya, Mungu akusaidie. Sawa, nashukuru sana.
Habari za sasa hivi? Salama. Naendeleaje? Naendelea vizuri daktari. Naendelea vizuri. Zile dawa ushazitumia tayari? Nimezimaliza tayari. Sasa nimekuja nikuangalie unaendeleaje, na kuna dawa nitakuandikia pia kwa ajili ya kwenda kutumia nyumbani. Alafu tutakuruhusu. Sawa daktari. Sawa, pumzika. Sawa. Sawa. Nahisi nina mkosi, hayo mabala nani wa kumpa lawama? Nyumbani hali duni, hata kula yetu labda tumwachie Maulana. Heka heka, heka heka, heka heka. Oh mama, kuna hapa. Niko hapa. Umechangamka. Kweli, mimi nimesharuhusiwa. Umeruhusiwa? Mwenzako yuko wapi? Yupo kule nje anisubiria. Okay, haya, hongera kwa kupona. Shukuru sana. Haya sana. Kila la heri. Binti yangu njoo. Njoo mama. Nadhani kuna jambo napaswa kuongea na wewe. Naomba ukae kidogo. Jambo gani hilo mama? Nikupongeze tena, hongera kwa kupona. Asante sana. Unajua ugonjwa wa fistula wengi sana wakiugua wanaogopa sana. Si tu kuogopa bali pia anaona aibu. Anaona aibu hata kumwambia mtu yeyote kwamba mimi naumwa. Mwanangu, huu ugonjwa wa fistula wengi hawajui. Na ikitokea mtu amepata ugonjwa wa namna hii akapata hizo dalili, walio wengi wanaingiza imani za kishirikina. Na walio wengi wanakimbilia kwa waganga wa kienyeji. Hakuna anayepata wazo la kwenda hospitalini. Matokeo yake akija kufika hospitalini ugonjwa umeshakuwa sugu mwilini. Lakini ni ugonjwa unaotibika, ni ugonjwa ambao unawasumbua akina mama walio wengi. Akina baba ni wachache sana wanaopata dalili hizo, japo na wao kwa uchache huo wanapata. Ni kweli mama anachokisema, kwa maana hata mimi nilidanganywa na wakubwa zangu. Walituambia kuwa huu ugonjwa ni kishirikina, na sisi tuliamini hivyo. Ninakutaka wewe uende ukawe balozi huko mtaani. Sawa, nikuelewa. Mtu akijigundua ana dalili za ugonjwa wa fistula, ni haraka sana kwenda hospitali. Tiba yake ipo, tiba ni nzuri, na mtu anapona, haurudi tena na ugonjwa huo. Na mimi nakuahidi nitakuwa balozi kwa watu wengine. Vizuri. Nikimwona mtu mwenye ugonjwa kama wa kwangu, nitampa ushauri wa kwenda kituo cha afya ili aweze kutibiwa. Nikutakia safari njema. Nafurahi sana kuona jinsi ulivyochangamka. Maana juzi ulinyong'onyea. Karibu sana mama. Asante. Tunazidi sana. Kila la heri. Salimia mwenzio huko. Sawa, salimia. Bye. Tofauti ipo tena kubwa tu, kwa sababu ninavyoelewa mimi, elimu na akili havihusiani. Kwa sababu kuna mtu ana elimu lakini hana akili, kuna mtu ana akili hana elimu. Ila sasa ni bora ukapewa akili ukakosa elimu, sio uwe na elimu afu ukose akili. Nakwambia hivyo kwa sababu gani? Mfano, unakuta wale wazee wa zamani wale, sawa, yeye hajasoma darasa hata moja, lakini watoto wake unashangaa amewasomesha, wamefika mpaka chuo, wamepata elimu ya juu kabisa. Sasa mzazi kama huyo au mtu kama huyo hapo,
Huyu ana akili, amekosa tu elimu. Lakini mwingine unashangaa ana elimu kubwa, msomi. Sasa mwenye elimu yake amesoma, ni kiongozi labda mkubwa, naelewa vizuri, lakini anakula rushwa. Yaani huyo hapo ana elimu lakini hana akili, kwa sababu elimu yake haijamsaidia, ndio unamkuta anakula rushwa. Asa mtu wa hivyo, wewe nani tena ambaye unaziba macho yangu? Lakini hawezi kuwa mtu mwingine. Mariam. Shai, mambo? Poa, mzima. Kwani mmewezaje? Wewe mbona uniambii? Au nipi hata ishara kwamba Kushangaa wewe, labda mmewasiliana, mimi nitajuaje bwana? Surprise hiyo. Wewe unaweza kumuuza kakako wewe. Hamna. Nimeweka nishangaza kuja kwake. Jibu lakini. Za huko utokako. Nzuri tu, si nyie hapa. Si hatu jambo. Umeshajiandaa? Kumbe mlikuwa mnamtoka afu hamjaniambia? Wewe na maana hujamwambia? Wewe umesikia hata swali lake alivyouliza. Mmeshajiandaa tayari? Maana yake kwa wote wawili. Unajua mimi nimeongea na huyu kuhusu kutoka. Sasa mimi nadhani wewe ungoje nielewa vizuri. Ukajua tunatoka wote pamoja na shemeji yako. Kwa vipi? Tutoke shemeji yako? Inawezekana tutoke naye. Tutoke wote bwana. Sasa nyumbani mnaniachana nani? Utaenda kuchinjwa huko. Hamna, haiwezi kutokea hilo. Sasa unajua sisi tunaenda wapi? Itajulikana huko. Sawa. Unajua mimi nilivyokuwa naongea na wewe, nilijua utasubiri mimi nikufuate huko kwenu. Hamna, nimeamua nije tu. Sawa. Shemeji, umependeza bwana. Asante, kawaida bwana. Kweli? Hivi ungesema tu asante haitoshi. Hiyo kawaida hiyo inakuwa. Basi na wewe tuweza kuongelea jambo moja hata umalize. Sasa ndio upatie, unapendeza. Sana. Hiyo sasa ndio. Kwa vipi tunaweza kusema?
nahisi nina mkosi, hayo mabala nani wa kumpa lawama? Nyumbani hali duni, hata kula yetu labda tumwachie Maulana. Heka heka, heka heka, heka heka. Kweli pesa ina nguvu, tena kwenye haki wewe utaonekana kicha. Ona wenye hatia, pesa imekuwa fimbo, maskini kuwa chapa. Hasa haki yangu iko wapi? Kesi yangu nipeleke kwa nani? Hata yule niliyemwamini naye kala rushwa huko mtaani. Heka heka, familia yangu iko wapi? Mwenzenu nadhalilika. Hata baba yangu sikuoni, mwanao nadhalilika. Serikali yetu iko